Kama ambavyo tuliona, kupotea kwa watu wengi kulivifanya vyombo vya ulinzi na usalama vianzishe upelelezi dhidi ya Pastor Frank. Aliteuliwa kamanda hodari na mrembo aitwaye Veronica. Ili kujiweka karibu na kanisa la pasta huyo, Veronica alifika nje ya kanisa usiku akiwa amevaa mavazi yaliyochoka sana, akiigiza ni mtu ambaye anaomba afanye kazi ya usafi tu na malipo yawe ni mlo mmoja tu wa chakula kwa siku. Meneja msimamizi wa kanisa hilo alimuonea huruma, akamkaribisha ndani. Kama muonavyo, tumeanza kutoa vipande mfululizo. Sasa ili usipitwe hata kidogo, hakikisha una subscribe. Na ikiwa umepitwa na vipande vya nyuma, usijali. Ingia tu katika chaneli yetu, uungane na wenzako maelfu ambao tayari wamevitazama. Hii ni sehemu ya 6 ya simulizi hii ya Pastor Frank. Karibu. Meneja wa kanisa alimkaribisha Veronica ndani, akamkarimu kwa kumpa chakula na kumweleza sehemu ya kulala. Haikuwa sehemu safi kivile kwa sababu ilikuwa ni kama store hivi. Meneja akamwambia apumzike kwanza humo. Kesho yake asubuhi watajitahidi kurekebisha ili pakae vizuri. Meneja akatoka na kumwacha Veronica akiwa mwenyewe. Veronica ama Inspector Vero kama anavyofahamika kazini kwake, alijipapasa mfukoni na kutoa simu ndogo sana ya button. Akampigia bosi wake ambaye ndiye aliyemtuma kazi hiyo. Huku macho yake akiwa katika umakini wa kutokuonekana, Veronica alitoa ripoti kuwa ameshafanikiwa kufika eneo la kazi. Bosi akamwambia anapaswa kuyasoma mazingira yote kwa siku 3, kisha aseme ni kitu gani ambacho kinaendelea kisicho cha kawaida ndani ya kanisa hilo. Labda kuna magari yasiyoeleweka yanaingia na kutoka, ama kuna vikao ambavyo havieleweki vinafanyika ndani ya kanisa hilo. Akishatoa ripoti, atapewa maelekezo ya kazi nyingine ama hatua inayofuata. Veronica alitikia ameelewa na kuamua kulala. Kesho yake asubuhi alipewa nguo nyingine, sio zile zilizochoka tena. Alipatiwa mavazi ya kumuonyesha kuwa ni mtumishi wa kanisa. Veronica alipiga kazi kweli kweli. Alisafisha kila sehemu, kukawa kunang'aa mpaka mtu akiona unaweza ukatamani kuweka ulimi wako na kulamba. Wakati anafanya hayo yote, macho yake yalikuwa makini kutazama kila kitu. Aliwatazama wanaoingia na kutoka na kusikiliza kila kinachozungumzwa. Alifanya hivyo kwa ufundi mkubwa sana ambao mtu yeyote hawezi kumshtukia hata kidogo. Baada ya siku 3, Veronica alipiga simu kwa mkuu wake wa kazi, mida ikiwa ni ile ile ya usiku. Akatoa ripoti kuwa hakuna chochote cha tofauti ndani ya kanisa hilo kwa sababu ibada zote zinafanyika kawaida na hata mazungumzo yanaendelea ya kawaida sana. Lakini pia magari yaliyokuwa yanaingia kanisani humo ni ya watumishi tu ambao wanaonekana kuja kuombewa na Pastor Frank kisha wanaondoka zao. Bosi wake akamwambia aongeze siku 2 zaidi. Kama hakuna ambacho atakiona, hakikisha anapotea haraka eneo hilo na asimwage mtu yoyote. Upande wa pili, nyumbani kwa Pastor Frank, maisha yake yalikuwa amenyooka sana. Anatenga muda wa kufanya kazi zake, lakini pia anatenga na muda wa kukaa na mtoto wake. Lakini huu muda wa kukaa na mtoto wake ni kama kila siku zilivyokuwa zinazidi kusogea, ni kama vile ulikuwa unapungua hivi. Maana mialiko kutoka nchi mbalimbali ilikuwa ikiongozana vibaya mno. Kama tunakumbuka, pasta huyu alikwenda kuongeza dozi kule kwa shetani. Alitaka kuvuma dunia nzima na hakika dunia ilimfahamu. Sasa alihitaji kumpata mtu ambaye atakaa na mtoto wake kama mzazi. Ahakikishe kijana anakula vizuri, anajisomea, anakwenda shule, anaoga na kulala kwa wakati. Alikuwa na wafanyakazi kadhaa ndani ya nyumba yake, wafanya usafi, wapishi na walinzi, lakini hawa aliona hawatoshi katika malezi ya kijana wake. Alihitaji kupata mtu ambaye atakuwa na focus na mwanae tu. Mtu ambaye akiamka ni mwanae, akilala ni mwanae. Na ambaye alikuja katika kichwa cha mchungaji huyo ni yule mama ambaye ni meneja na msimamizi wa kanisa. Ni mwanamke ambaye Pastor Frank alikuwa naye tangu kanisa hilo lilipozinduliwa na amekuwa mtumishi ambaye hajawahi kupinda katika lolote. Pastor Frank aliamini mwanamke huyo angefaa sana. Jioni alipokwenda kanisani, aliamua kumuita na kumweleza azma yake ya kumfanya mwanamke huyo awe mlezi wa mwanae nyumbani. Ombi ambalo alilisikiliza, kisha akamwomba radhi mchungaji wake kwa kumwambia amsamehe sana kama atakuwa anakosea. Akamweleza yeye ni mtu muhimu sana kanisani hapo, akiondoka mambo mengi yanaweza kuyumba. Kisha mwanamke huyo akaendelea kwa kusema Pastor Frank asijali chochote, kwani ndani ya kanisa hilo yupo msichana ambaye hana hata wiki, lakini tangu waingie anaonekana ni mchapakazi hodari mno. Kama Pastor Frank hatajali, anaweza kumchukua binti huyo na awe mlezi wa Lucas. Lucas ndio jina la mtoto. Pastor Frank akaagiza huyo msichana aitwe. Mpendwa mtazamaji, tusamehe kwa tangazo hili, lakini kumbuka chaneli yetu bado ni changa sana. Tunahitaji nguvu yako ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Na ili kusaidia hilo, unachotakiwa kufanya ni hivi. Hapo chini kuna kialama kama hiki. Kiguse iko kialama, utakuwa umetisha sana. Kisha tuambie hapo katika comment unaishi wapi na unafuatilia simulizi hii kutoka wapi. Mfano, jina langu ni Kalidushi na wafuatilia nikiwa Songea. Sasa tunaweza kuendelea. Veronica aliitwa, akaja kusimama pembeni ya Pastor Frank na yule mwanamke ambaye ni msimamizi wa kanisa. Veronica alisimama kwa unyenyekevu kinoma huku akitazama chini kwa kuigiza na aibu. Yule mama akamweleza Pastor Frank kuwa binti mwenyewe ni huyo. Pastor Frank alimtazama juu mpaka chini, akasema kwa kuwa alimpendekeza msichana huyo ni mwanamke ambaye ametokea kumwamini, basi atamchukua msichana huyo na kwenda naye. Hakuwa na muda wa kupoteza, akamtaka akachukue nguo zake ili waondoke. Yule mama meneja akamwambia Pastor Frank, unadhani ana nguo? Basi hana, ni hiyo hiyo aliyoivaa, hivyo
mnaweza kwenda tu. Binti akapiga magoti ya kushukuru huku analia. Alishukuru kwa namna ambavyo binadamu hao wamekuwa karimu kwake. Pia alishukuru kwa kupewa fursa ya kwenda kuishi nyumbani kwa mchungaji mwenye hadhi na heshima kama Pastor Frankie. Kisha akaomba kabla hawajaondoka aende msalani mara moja. Pastor Frankie akamruhusu aende, lakini akamtaka wasichelewe kwa sababu akishamfikisha kwake anataka akaendelee na ratiba zake nyingine nyingi zilizombana. Veronica hakwenda chooni wala nini. Alirudi kule chumbani kwake, alifuata simu yake ambayo aliweka chini ya godoro. Tukumbuke kuwa msichana huyu yuko hapo kwa ajili ya kazi ya upelelezi na aliifanya kwa siku ambazo ameelekezwa. Kisha akaongezewa siku nyingine 2. Maelekezo yalikuwa ni yeye awepo hapo kanisani. Kuibuka kwa jambo lingine jipya, alipaswa kuliripoti kwa mkubwa wake ili apate maelekezo ama ruhusa. Na ikibidi kutakiwa kuondoka, maana yake atafute namna yoyote Pastor Frankie na yule meneja wasimuone tena kanisani hapo. Huku akiwa anatetemeka kwa hofu na wasiwasi, alichukua simu hiyo na kumpigia mkubwa wake wa kazi. Mkubwa kupokea tu, akaanza kufoka. Ni kwa nini msichana huyu anapiga simu mchana wakati makubaliano na maelekezo yao ilikuwa ni usiku tu? Akalalamika ikiwa msichana huyu atashtukiwa, jeshi linaweza kumpoteza mtu muhimu sana katika kazi zake. Veronica bila kupoteza muda akamjibu na kumwambia kuhusu lile jambo ambalo limeibuka, jambo la kutakiwa kwenda kuishi nyumbani kwa Pastor Frank. Bosi alifikiria kwa sekunde chache za ukimya, kisha akamruhusu kwa kumwambia, unaweza kwenda, lakini hakikisha unanipa updates zote za kila kitu na utaratibu unavyokutaka. Baada ya kama nusu saa hivi, Frank yupo na Veronica ndani ya duka la nguo. Aliamua kumpitisha, kumnunulia nguo na kumbadilisha muonekano kabla ya kumpeleka msichana huyo mbele ya kijana wake. Veronica alitoka akiwa tofauti kabisa, uso wa kupendeza, gauni la kuvutia na harufu nzuri ya marashi yenye kunukia. Frank alimfikisha kwa Lucas na kumwambia muite msichana huyo Auntie Vero. Kisha akawaacha na kusafiri. Alikuwa anatakiwa kwenda Afrika Kusini, kulikuwa na mwaliko maalum ambao alipewa. Mwaliko ulikuwa ukijumuisha wachungaji wakubwa kutoka duniani kote. Vero kama kawaida yake alitoa taarifa kwa bosi wake kuwa ameshafika eneo alilotakiwa kuwasili. Akaendelea kukaa vizuri na yule kijana huku akihakikisha mtoto huyo anamzoea zaidi ili jambo la kuishi naye liwe ni la uhakika. Lakini pia alijitahidi kupekua macho yake huku na kule ili kuweza kuona ikiwa walau kuna dalili yoyote ya uovu wenye kuendelea ndani ya nyumba hiyo, lakini hakuona chochote. Paka siku ambayo Kevin alikuja huku Frank akiwa ametoka. Kevin alifika kwa kushtukiza. Muda huo Vero yuko na Lucas sebleni. Sasa kumbe huyu jamaa Kevin ni mzee wa totos. Alipomwona tu Veronica ni kama alimuelewa vile. Hakuondoka, akakaa pale pale. Veronica naye ni askari mpelelezi, anajua kuisoma saikolojia ya mtu. Ni somo ambalo amepewa katika kipindi cha kozi zao za upelelezi. Alishamjua kuwa Kevin ni rafiki wa karibu sana na Frankie, kwa sababu kwa muda wote ambao amekuwa akiishi katika nyumba hiyo hajawahi kumuona yoyote kuingia kama alivyoingia Kevin. Halafu sasa akaona mvulana huyo ni mtu mwenye tamaa za kihisia. Vero akajisemea, hapa ndo pa kushikilia. Alijichangamsha kwa Kevin. Kevin naye akawa anajitapatapa na hela, sijui atamtuza kwa kudhani anazungumza na mtu asiyefahamu lolote. Alijimaliza bana, mpaka akataja biashara yake kuwa ni muuza magari maarufu sana hapa na mkubwa sana nchini. Hakujua msichana aliyekuwa pembeni yake kichwa kilikuwa kinachaji kinoma noma. Veronica alikuwa na smartphone ambayo Frank alimnunulia, ikipaswa kutumika kwa ajili ya emergency za hapa na pale kuhusu mwanae. Kevin akaichukua na kuandika namba yake, kisha akasepa, akiacha ombi kwa binti huyo amtafute ili waweze kuifurahia dunia. Vero hakumtafuta, alisubiri mpaka usiku ulipofika na kuzungumza na bosi wake. Bosi alimpongeza sana, kisha akamweleza Vero afanye anavyoweza kufanya ili awe na Kevin karibu, kwa sababu kupitia mtu huyo wanaweza kuzipata taarifa za Frank ambazo ni za siri. Vero alimpigia Kevin, akajifanya kuwa amemkubalia na ikibidi kwa sababu Frank hajarudi, mvulana huyo afunge safari aende katika nyumba hiyo ili wakafanye fujo isiyokera. Kevin akajibu kuwa haiwezekani, kwani usiku huo kuna kazi muhimu sana anaitenda, hivyo wafanye siku nyingine. Vero aliitikia sawa, lakini Kevin hakuikata ile simu. Aliendelea kuzungumza huko akitoa maagizo huko upande wa pili, maagizo ambayo yalijaa utata. Vero alimsikia Kevin akisema, hebu nisaidie kuipandisha hii maiti juu ili niikate kwa urahisi. Baada ya hapo zikafuata sauti za vifaa vya kukatia nyama na visu, halafu simu ikakatwa. Hili lilimtia mashaka ya ukaribu mno Vero. Akajiuliza, mvulana huyo amesema anafanya biashara magari. Sasa magari na maiti wapi na wapi? Taa nyekundu iliwaka kichwani mwa mpelelezi.